njia namba moja ni kumtengeneza mwanadamu ambaye atakuwa na nafsi, atakuwa na ridhaa na atakuwa na Roho Mtakatifu. Hivi vitu vitatu vina maana kwamba ili huyu mtu aweze kuprogram, kufikiria kama Mungu, kuishi kama Mungu, kunena kama Mungu, kuwa karibu na Mungu, kuwa kwa namna yoyote ambayo Mungu anataka. Kwa hiyo uunganisho wako wewe na Mungu ni kwa sababu ya uwepo wa nafsi, uwepo wa hiyo ridhaa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Ni connection ya wewe na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe wewe sio mtu wa kisports. Wewe ni mtu ambaye ni bora sana. Na inawezekana. Yaani wewe leo unaweza kuamua kuanza kuongea na Mungu ukikaa kwenye huo msingi wa kuelewa kwamba wewe ni uumbaji ulio bora. Uko connected na Mungu kwa muda wowote, kwa saa yoyote, kwa siku, kwa mwezi, kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, kila kitu kinaanza kuwa na faida kwako mpaka pale unapokuwa umekijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka pale unapokuwa umejua Mungu ni nani, ndio Mungu ataanza kuwa na faida na wewe. Na wewe ndio utakapoanza kuenjoy faida ya Mungu wako. Kushindwa kuelewa Mungu ni nani kwako, hutafaidi namna ambavyo Mungu anataka kukutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwako wewe kama kijana, Mungu amekupa hivyo vitu vitatu ambavyo vinakuthaminisha. Vinafanyika kama wewe ni uumbaji ulio bora. Na ina maana kubwa sana. Sasa kwenye kukuumba kuwa bora, akaamua kuweka kusudi ndani yako. Tunaposema kusudi, tumekuwa tukisikia mara nyingi. Kusudi ni kitu gani? Kusudi ni kitu gani? Kusudi ni namna ya muumbaji alipokuumba wewe akikusudia nini. Yaani kwa maana ya kwamba umezaliwa kufanya nini. Sababu ya wewe kuwepo duniani ni nini? Ni ipi? Mmoja ajibu anayejua. Sababu ya wewe kuwepo duniani kama kijana ni ipi? Umekuja kuoa eti? Umekuja kutafuta mchumba? Mmekuja kuwa wanamuziki? Mmekuja kuwa waimbaji? Mmoja niambie, umekuja duniani kwa ajili ya nini? Sababu ya wewe kuwepo duniani ni ipi? Yes? Lipi sasa? Kumiliki na kutawala. Mpigie kofi moja. Moja tena. Safi. Kumiliki na kutawala. Ameongea vizuri sana. Safi sana. Good. Hilo ni kusudi la Mungu kwa mujibu wa yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nimesema baada ya Mungu kukuumba, kukupa Roho Mtakatifu, kukupa akili na kukupa utashi kwa maana ya ridhaa, baada ya kuona umekamilika, ndo akasema utatawala. Ndo akampa mamlaka ya kutawala vitu vyote ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vijana tulio wengi hatuelewi. Ikiwa unazungumzia kutawala, alafu hujui muunganiko wa wewe na Mungu, kutawala sawasawa na sifuri. Hivi kwamba vijana wale waliopo pale nje kwamba wenyewe hawahusiki ndio ninachokisema. Yaani tunaweza tukawa tupo kwenye kongamano hapa,
lakini unaona kabisa vijana ambao ni vilaza. Kwa maarifa haya tunayosema, hupaswi kupoteza hata dakika moja. Sijisifii, lakini ni ukweli. Huyo kijana ana umri mrefu wa kuishi, na usipokuwa na maarifa, kufikisha miaka 30 ni kazi, huwezi ukafika. Usipokuwa na maarifa, huwezi ukafikisha miaka 40. Utapotelea kwenye usichana, utapotelea kwenye uvulana. Wewe kijana gani, tunaongea mambo ya msingi